Habari mteja, karibu tena kwenye mwendelezo wa tutorial za FK Pharmacy application. Leo nitakueleza jinsi gani kuweza kuangalia ripoti ama kutazama ripoti zote zote za biashara yako kwenye app yetu FK Pharmacy application. Ukishafungua dashboard utakuja mpaka chini kuna sehemu imeandikwa report and analytics, utabonyeza. Ukishabonyeza hapa kuna ripoti mbalimbali ambazo utaziona. Kwanza kabisa kuna ripoti ya kwanza inaitwa personal report. Hii ni ripoti ambayo inaonyesha kila taski, kila kitu ulichofanya kwenye app ya FK Pharmacy kupitia duka la dawa. Mfano, kwa huyu pharmacist ama mwenye duka ambaye ni Kelvin anaweza kaangalia taarifa zote anazozifanya kupitia hii report inaitwa personal report. Akiklik hapa ataona taarifa zote ambazo anazifanya kama unavyoona hapa. Ataona total sales alizofanya ni mbele, revenue kaingiza 43, total profit 22,800, cancelled sale hamna, average sale unaona pale 21,750, margin 52. Payment method utaona hapa kuna cash na sales. Cash kaingiza 12,000, mobile money kaingiza 31. Kila kitu kinachohusu wewe binafsi utakiona kipo hapa, na huku chini kunaonyesha mauzo yote ambayo umeyafanya wewe. Kwa ina maana hii itakurahisishia wewe kuonyesha kila taarifa yako binafsi kupitia duka lako la dawa kwenye app yetu ya FK Pharmacy application. Ripoti ya pili ni sales report. Inaonyesha ripoti ya mauzo kwenye duka lako la dawa hilo husika. Kama unavyoona hapa, tuna sales summary, tuna total sales, total revenue, total profit, tuna profit margin, tuna average, tuna discounting event, and then tuna payment method. Then ukisema hapa unanileo uende kwenye report type breakdown, utaona taarifa za unaona taarifa zote zilizokuepo zimefanya kuhusu mauzo yaliyofanyika kwenye duka la dawa kama unavyoona hapa. Vile vile unaweza kufilter kwa date kama unavyoona hapa. Mfano baba nataka tarehe 25 mpaka 25. Unaona kwa hiyo unaweza kila taarifa unaweza ukaiona vile unavyotaka wewe. Vile vile tuna inventory report. Inaonyesha report ya inventory kwenye duka letu la dawa, kile ambacho kilichokuwa kwenye duka la dawa. Kama unavyoona hapa tuna medicines zilizokuepo, zile products zilizokuepo zipo 4, inventory items ziko 4, stock ziko 572. Stock yetu sisi tuna stock zile quantity inamaanisha 572. Tuna stock values. Value ile stock iliyokuepo ni 1,105,000. Zile value inamaanisha thamani ile stock ilikuwa 150. Out of stock iko 1, low stock ziko 2, expired 0, expiring soon 0. Kwa hiyo ndio inventory report. Vile vile tuna report nyingine inaitwa financial report. Hii hapa utaklik hapa, utaona hapa tuna financial report, tuna revenue, tuna profitability, tuna cash flow, tuna inventory valuation na key metrics. Hii report vile itakuonyesha kila kitu kinachohusu duka la dawa financially. Hivyo unaweza ukafita kwa date kama unavyoona hapa, unataka tarehe hii mpaka tarehe hii, unaweza ukafita kwa date. Vile vile tuna report nyingine inaitwa stock alert report. Utaklik hapa utaona hii inaonyesha dawa inaonyesha kila kitu kuhusu stock yako. Mfano dawa zilizo expire, dawa zilizo low stock, dawa zilizo out of stock utakuwa unaziona hapa. Ukitaka uone mfano kama hapa juu kuna alert type, ukiklik hapa utaona status zote ambazo unaweza kuziona kupitia hiyo report yako. Mfano nataka nione out of stock, utaklik hapa utaona out of stock inaonekana hii hapa ipo. Nataka fanya uone low stock, unaklik low stock hapa unaiona inatokea low stock. Kwa hiyo inakurahisishia wewe kuweza kujua dawa gani imeisha, dawa gani imeexpire, ili kuweza kuongeza mzigo mwingine kuliko kukaa bila kujua taarifa yote ile ya kuendelea kwenye duka lako la dawa. Vile vile report nyingine tulikuwa nayo ni expenses report. Hii ni ripoti ya matumizi, inakuonyesha matumizi yote ambayo umefanya kwenye duka lako la dawa. Mfano kwa sisi hapa kwa leo kuanzia tarehe 1 Machi mpaka tarehe 25 Machi 2026 tuna expenses ya shilingi 3,000. Ukija kuchina kwa expenses trends unakuonyesha tarehe 25 hapa. Expenses by category unakuonyesha umetumia kwenye category hiyo. Mfano sisi tumetumia kwenye category ya umeme 100%. Kwa hiyo maana hiyo shilingi 3,000 tumetumia kwenye umeme tu. Hapa chini wanaonyesha top expenses. Zitakuwa listed zote, zinaonyesha kutokana na expenses kubwa ulioifanya hiyo siku husika kama unavyoona hapa. Kwa hivyo ndio jinsi ya kuweza kuangalia expenses zote ulizofanya kwenye duka lako la dawa. Unaweza ukafilter hapa kama unavyoona. Mfano nataka tarehe 25 tu, unafilter hapa, anakuletea kama unavyoona hapa. Nataka daily, nataka kwa wiki, sawa, nataka siku kwa monthly, kila kitu unachotaka wanakuletea. Hii ndio expenses report. Report nyingine tutakuwa nayo ni profit report. Sasa hii wanakuonyesha ripoti ya faida tu, ile net profit. Ukichukua bei ya mzigo
Ukichukua mauzo ukitoa na matumizi ndio unapata net profit, ambayo kwa net profit tuliofanya kwa tarehe 1 Machi mpaka Machi 25 ni 19,800. Mfano tukifita leo tu tukataka ripoti ya leo tu, profit report ya leo tu, wanatuonyesha tupata 19,800, ambayo revenue yetu ilikuwa ni 43,500, expenses 3,000, profit margin ni 45%. Ukija hapa chini wanakuonyesha expenses, revenue expenses na net profit kama unavyoona. Ukija hapa chini pia wanakuonyesha expenses breakdown, hizo expenses zako zimekuwa breakdown. Ukija chini kabisa wanakuonyesha financial breakdown, hapo ndio wanakuonyesha mapato uliyopata. Kama unavyoona tukiclick hapa inaonyesha mapato tuliyopata. Cost of goods sold, thamani ya mzigo tulionunua, unapoona ni 20,000. Then expenses unaona hapa ni 3,000. Then hapa anakuonyesha net profit, profit yote ambayo umeipata kutokana na mauzo ya leo. Kwa hiyo ndio profit report. Vile vile report tulikuwa nayo nyingine ni staff report. Hii staff report kama unavyoona hapa inaonyesha ripoti ya kila staff wako kwenye duka lako la dawa. Mfano una staff 5, inaonyesha ripoti za wafanyakazi wako wote 5 kutokana na tarehe husika na hiyo siku husika. Mfano kama hapa sisi kuanzia tutaka tarehe 25 tu tuone ripoti ya tarehe 25. Kama unavyoona hapa staff wetu wako wawili, kuna Kelvin na Karen Cosmas. Kama unavyoona hapa revenue tarehe 25 tu tumeingiza 3,500, staff kwa wawili sasa zimefanyika 2, net profit 22,800, delivery ni 3,500. Ukija hapa wanaonyesha revenue by staff, Kelvin ndo ameingiza 3,500, lakini Karen hajafanya chochote kile. Kwa hiyo Karen hajafanya mauzo aina yote yale kama unavyoona. Ukija hapa wanakuonyesha kwamba Kelvin ameingiza 100% ya revenue yote tuliyoipata kwenye duka letu la dawa kwa mauzo ya leo. Karen hapo unavyoona ana 0%. Ukija kwenye daily sales trend hapa anaonyesha 25 hapa tumeingiza 43, kama unavyoona 43,500. Sawa. Ukija hapa chini anaonyesha leaderboard ya watu ambao staff ambao wapo kwenye hili duka la dawa letu ambao revenue tunaona hapa kuna Kevin 3,000, sales kafanya 2, net profit 22,000, lakini huyu Karen hana chochote kile. Huku chini anaonyesha data ya mtu mmoja mmoja kwenye staff performance. Ukikwenye Kelvin hapa anakuonyesha kila kitu au kwenye kila action au activity ambayo Kevin ameifanya. Kama unavyoona hapa tuna sales, tuna revenue, net profit, tuna cost, kuna discount, hajatoa discount aina yoyote. Average sales tunaona hiyo hapo, cancel haja cancel sell. Kwa cash tunaona ameingiza hiyo hapo, kwa mobile money kaingiza hiyo hapo. Activities alizofanya kama unavyoona hapa, inventory transaction kafanya 9, prescription created 1, expenses logged 1 kama unavyoona hapa, ambapo ni shilingi 3,000, total action kafanya 6. Kwa kila kitu kinachohusu mfumo kitakuwa kinaonekana hapa. Lakini ukija kwa huyu staff mwingine ambaye ni Karen, unaona hapa Karen hakuna chochote alichokifanya. Kwa hiyo maana yeye hakuweza kuingia kabisa kwenye mfumo. Kwa hiyo hii staff report itakuelezea wewe kujua ni mfanyakazi yupi anafanya kazi vizuri, mfanyakazi yupi anazingua, mfanyakazi yupi ni hivyo. Kwa hiyo ina maana kila taarifa ya kuhusu staff inakuwa inaonekana kwenye hii staff report. Kwa hiyo ndio jinsi na namna ya kuweza kuangalia ripoti kwenye app yetu ya FK Pharmacy application. Karibuni sana, endelea kutumia FK Pharmacy application, ndio application bora kuweza kusimamia duka la dawa kidijitali. Asante sana.